the Lord. Hallelujah. Wanasifiwe mahali popote ulipo na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Nataka kuwaletea neno kidogo la kutia moyo. Najua ulikuwa na shughuli mingi mchana na ningetaka niweze kushiriki neno na Mungu atatubariki. And the word that I want to share this evening is God will fix it. Mungu ataweza kutatua jambo hilo ambalo linaweza kuwa linakusubua, na Mungu ana uwezo wa kutekeleza yale ambayo unaona ni gumu katika maisha yako. So wherever you are, I would like to say hi everyone. I want to tell you I have been thinking a lot about struggles that we face in life. I want to share something that brings me or us hope. I want to say that God is a problem solver, and He is in the business of fixing what all that broken thing in our lives. Hicho kitu ambacho kimefujika ama jambo hilo halifanyi kazi, Mungu ako katika biashara ya kutatua, to solve the problem, na kuweza kuunganisha hizo vipande ambazo zimekatika. Na jioni ya leo nataka tuweze kuangalia some few examples. Let us look at some examples from the Bible about people who God fixed their problem. And first person that we are going to talk about is David. And we'll talk about David's struggles. We understand that David alipokuwa awe mfalme ama afaulu katika maisha yake, in David's struggle he was anxious, facing enemies and felt giving up. But God turned it around. We understand wakati Daudi alipochaguliwa na Mungu na akaahidiwa kuwekwa katika uongozi ama katika kiti cha kutawala wana wa Israeli, alipata challenges mingi. Na Daudi katika mambo hayo yote alijitia nguvu katika Bwana. Na leo I want us to read in the book of Psalms 34 and verse number 4 to verse number 7. Tutasoma kwa lugha ya Kizungu na Bwana atatubariki. Psalms 34 verse 4 to 7. My Bible says, I sought the Lord, and He heard me and delivered me from all my fears. So David, for him to be successful, he was used in seeking the Lord. Anasema, I sought the Lord and He heard me. Alikuwa ana uzoefu wa kumtafuta Mungu kwa maombi, na Mungu anasema, and delivered me from all my fears. Verse 5. They looked to Him and were radiant, and their faces were not ashamed. Verse number 6. The poor man cried out, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. I don't know whether Paul or David was referring to him, but anasema the poor man. The poor man here is not about the status of finances. It was about the troubles that he was going through. Verse 7 inasema, the Lord, the angel of the Lord encamps all around those who fear Him and delivers them. So anasema malaika wa Bwana huwasunguka wote ambao wanaomuogopa na huwaokoa. In Kiswahili, I want us to look verse number 4, and I have my Bible with me here. Verse 4, Psalms 34 verse 4 inasema, nilimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Kwa hivyo Daudi alikuwa ni mtu alikuwa na uzoefu wa kumtafuta Mungu. Na Mungu naye tunaona alimuokoa David kutoka kwa struggles. And I want to encourage somebody ambaye amefika mahali David alikuwa amefika. David alikuwa ni mtu ambaye anapitia struggles za maisha kama mimi na wewe. Anakibishwa na maadui, anapigwa hapa na pale,
na napata hata wale watu wa karibu wanamgeuka, but anasema nilimtafuta Bwana na akaniokoa na hofu zangu zote. Katika kitabu kile cha 1 Samuel chapter 30 and verse 6 to 8, we see also David, and we read verse number 6 to 8. Bible says, now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his son and his daughters. But David, I want you to see the difference between us, or rather other people with David. But David strengthened himself in the Lord his God. Then David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, priest, bring the ephod here to me. And Abiathar brought the ephod to David. So David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for you shall overtake them, and without fail recover all. I want us now to see in the life of David, struggles zote ambao alikuwa anapitia, Daudi alikuwa na tabia moja ya kumtafuta Mungu. Hapa mahali tumesoma, Daudi ametoka kupigana na Wafilisti na amebeba jeshi, na akirudi nyumbani anapata Ziklag imefamiwa na Wafilisti wamebeba buzi, ng'ombe na vitu zao na wake zao na watoto. And the Bible says, hao watu walilia. Imagine wanaume wanalia mpaka wanafika mahali hawana uwezo wa kulia tena. Na wakarudi baadaye wakasema, ule mtu ametuletea hii kisirani yote tuko naye hapa leo ni David. And what are we going to do? We are going to stone David. In Israel mtu angetaka kuuawa, njia rahisi ilikuwa ni kuchukua mawe. Unatwangwa na unakufa. David alipoona watu wamelia na kulia umefika mwisho, alimwambia, kabla hamjafanya jambo lolote ama mambo yote, wacha mimi nimtafute Mungu Bwana wangu. Na akaita Abiathar akamwambia, leta ephod. Ephod ilikuwa ni a priestly garment ya kuvaa ukienda kuomba. Even though nowadays sio lazima ufae, maana kitambaa ya hekalu ilikatika na kila mtu akawa na uwezo wa kujipeleka mbele za Bwana. However, hiyo sio ya ile niko naye. David alikuwa na staili rahisi ya kutatua shida zake kwa njia moja, ya kuenda mbele za Bwana na kumwambia Bwana shida zake. Na kwa sababu hiyo, David alipoenda akamuuliza Mungu, akamuuliza Bwana kama wakifuata watalikafa. Akaambiwa wafuate, maana utalikafa kila kitu. David, tunajua the long story. Alifuata, wakalikafa wake zao, watoto wao, vitu zao, na wakafurahia na wakaona Mungu wa Daudi anafanya kazi. Nami nimekuja niwaambie jioni ya leo, Mungu wako ataonekana baada ya kushinda struggle zote katika maisha yako. So as we continue, tunaona mtu wa pili ambaye Mungu alifix problem zake. So tunaona ya kwanza, David alirecover vitu zake. So God fixed the problem of David. Number 2, Hezekiah illness. Tunaona Hezekiah alikuwa mfalme na akawa mgonjwa. The Bible says he was sick, and maybe kama ni wakati huu doctors wakakuwa wame give up na wakasema hii ugonjwa hatuna njia ya kutatua. So even in that time, maybe wale watu wangekuwa wanatibu magonjwa walikuwa already wame give up, wakasema Hezekiah, hii ugonjwa haiwezekani. But God healed him and ended in his life 15 years. In 2 Kings chapter number 20, 2 Kings chapter number 20, 2 Kings 20, I think it is important to read as how it is. 2 Kings 20 inatuonyesha what was happening in verse number 1 to 6. Inatuonyesha how he was sick. The Bible says, in those days Hezekiah was sick and near to death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, went to him and said, thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. Then he turned his face toward the wall and prayed to the Lord.
And I want you to see David and Hezekiah, they are doing the same thing. They are seeking the face of the Lord to fix their problem. Verse 2. Then he turned his face towards the wall and prayed to the Lord. Verse 3. Remember now, O Lord, I pray, how I have walked before you in truth and with loyal heart, and I have done what was good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. Verse 4. And it happened before Isaiah had gone out into the middle court that the word of the Lord came to him, saying, Return and tell Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord, the God of David your father, I have heard your prayer, and I have seen your tears. Surely I will heal you. On the third day you shall go up to the house of the Lord. Verse 6. Then I will add your days 15 years, and I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. And I will defend this city for my own sake and for the sake of my servant David. Verse 7, the last one. Then Isaiah said, Take a lump of figs. So they took and laid it on the boil, and he recovered. I want you to see how God fixed the problem. Hallelujah. So wherever you are, I have come to encourage you that our Almighty God is going to fix that big problem. Hiyo shida unaona kubwa. So King Hezekiah was almost to dead. Alikuwa karibu kufa, na maybe watu wake walikuwa wanalia, walikuwa wanaomboleza wakiuliza sasa tutafanya aje. But we can see God kept his promise. He healed his servant. Whoever is sick, wherever you are, God is going to fix that sickness. That God is going to fix that problem ambao umestruggle nayo kwa muda mrefu. Labda unachekelewa na watu kwa sababu ya hali yako. The Lord is going, hallelujah, to fix that big problem in your life in the name of Jesus. Now, we also want to see now another person. That person, tumeona mtu wa kwanza alikuwa David, wa pili alikuwa Hezekiah, na wacha sasa tuigie kwa the New Testament. Hallelujah. Tuigie kwa kitabu mpya. Watu waseme hii amepeana mfano tu ya watu wa kitabu ile mzee. Wacha tuigie kwa kitabu mpya about Peter. Peter failure. Peter alifail. Na alifail wakati he denied Jesus. And he felt like he had ruined everything. But God restored him. Now I want you to see. Even when Peter failed by denying Jesus, you remember, alimukana mara ngapi? 3. Paka anapatwa na kamusichana akiota moto. Anaulizwa, na wewe kwanza unaona kama ni Mgalilaya? Hata mnakuaga na Yesu akasema mimi simjui, mara ya kwanza, mara ya pili. Let us now see how Jesus restored Peter. In the book of John chapter 21 verse 15 to 19, we see Jesus restores Peter after his threefold denial by asking 3 times. Alimuuliza Petro, do you love me? Hallelujah. So the 3 times Peter alikana Yesu, ni lazima agemconfess mara ngapi? 3. And we see in in John, the book of John chapter 21 15 to 19, Jesus, how he restored him. And there we see anamuuliza, do you love me? Now we see each time Peter affirmed his love. Jesus commands him to feed my lambs or sheep, commissioning him to the church. The passage concludes with Jesus predicting Peter's martyrdom and commanding him to follow him. Now, let me ask you, I think is it important we read this scripture? Because the scripture itself has power. Nakumbuka hii mambo ya second. Tunasoma kitabu ya John. Kitabu ya John chapter 21. I think
ukisoma Bible inakuwa na nguvu yake mwenyewe. John chapter 21 verse 15 to 19. Wacha tusome hii maandiko hata kama niki paraphrase iko na nguvu bado. Verse 15. The Bible says, "So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, 'Simon, son of Jonah, do you love me more than this?' He said to him, 'Jesus, Lord, you know that I love you.' He said to him, 'Feed my lambs.' Then verse 16, he said to him again, second time, 'Simon, son of Jonah, do you love me?' He said to him, 'Yes, Lord, you know I love you.' He said to him, 'Tend my sheep.' Verse 17. He said to him the third time, 'Simon, son of Jonah, do you love me?' Peter was grieved because he said to him the third time, 'Do you love me?' And he said to him, 'Lord, you know all things. You know that I love you.' Jesus said to him, 'Feed my sheep.' Now let us go to verse 18 and 19. 'Most assuredly I say to you, when you are younger, you guided yourself and walked when you wished. But when you are old, you will stretch out your hand, and another will guard you and carry you where you do not wish.' Then he spoke, signifying by death he would glorify God. When he had spoken this, he said to him, 'Follow me.'" Now, I want you to see the same person who had denied. This is very powerful. The same person who had denied Jesus. How many times? 3 times. Was given reinstating statements. Na anamaliziwa na kuambiwa, "Feed my sheep," or my rap. Alafu anaambiwa ya mwisho, "For what? Follow me." That means ya kwamba he was totally restored. Totally restored. Now, we see how God or how Jesus was able to fix problem ya Peter. Peter alikuwa ameona kama yake imefika mwisho. Mimi nimekuja nikwambia labda umeona mashida zako zimefika mwisho, and ni kama wewe huna solution ya maisha tena, but I have come to tell you there is a solution of your problem. Another, the fourth person, mtu wa 4 ambaye tutasoma ndio tumalize encouragement word ya jioni ya leo, because episode hii ya Saturday jioni imekuwa tu ni ya kuja kutia mtu moyo na kumuonyesha as we prepare to go into the service tomorrow. Kama kesho sisi kwetu kwa ibada pale kwa kanisa tuko na anointing service. Hallelujah. And whoever is watching me, if you can reach into Bible Truth Revival Ministries, tomorrow we have a great service with the great servant of God, our Archbishop Dr. Stephen Wawel will be ministering, and all the ministers will be doing anointing service to our members for the greater things that the Lord is going to do, because this is a year of a new season. New season needs a great power and a great anointing. However, that was one of whatever we are doing in the church. So I continue with the fourth person ambaye Mungu alifix problems zake. Na huyu mtu ambaye Mungu alifix problems zake ni the widow ambaye alikuwa na debit. The widow debits fixed. Yani madeni, Mungu ana uwezo wa kulipa hata madeni. Tunaona she was about to lose everything, but God stepped in through Elisha's life. Kwa hivyo through Elisha's prayer. Kwa hivyo huyu mwanamke tunajua watoto wake walikuwa karibu kuchotwa kwa sababu ya deni. Hatujui ilikuwa ni deni ya pesa ngapi. Kama ni wakati huu tunajua it's hundreds or millions of thousands. Na tunajua ya kwamba hizo pesa ndizo zinafanya watu wengi wawe na stress. Na kama saa hizi watu wako na maybe uko na deni ya nyumba, uko na deni ya school fees, uko na deni za watu wengi, na uko na deni here and there, na unashindwa vile utafix. So tunaona huyu mwanamke kupitia kwa maombi ya Elisha alimanage ku restore maisha ya huyu mwanamke ambaye ni mjane. Unaweza kuwa huna option yoyote, lakini ukikibiria kwa mtu wa Mungu, ukikibiria kwa Mungu kwa maombi, unapata
kila kitu kitaweza kufaulu. Katika kitabu cha 2 Kings chapter 4 from verse 1 to verse 7 tunaona 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7, Bible says, a certain woman of the wives of the sons of prophet cried out to Elisha, saying, your servant, my husband, is dead. And you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my two sons to be his slaves. Kwa hivyo tunaona huyu mwanamke ameenda kulilia Elisha, na alikuwa mke wa one of the sons of the prophets, na anamwambia watoto wake wa karibu kufanywa watumwa. Verse 2. So Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? And she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Verse 3. Then said, go borrow more vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. Verse 4. And when you have come in, you shall shut the door behind you, and your sons then pour it into all those vessels, and set aside the full ones. So she went from him and shut the door behind her, and her sons who brought the vessels to her, and she poured it out. Verse 6. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her, son, bring me another vessel. And she said to her, there is not another vessel. So the oil ceased. Verse 7, the last one. Then she came and told the man of God and said, go sell the oil and pay your debts, and you and your sons live on the rest. Hallelujah. So this woman, his problem was not only solved, the debts were not only paid, but they were left with some to use, to sell, to buy, maybe to pay school fees, kama ni leo, malipe madeni za nyumba, maybe wapate chakula, na wafugue, labda kulikuwa na another widow's oil factory. That's my fashion. So this woman, his problem was sorted, na ilisortiwa, na akaweza kuendelea na maisha. Kulingana na maandiko hapo tumesoma yote, scripture zote zinatu encourage that, kama vile Paul and Peter anasema in the first Peter chapter 5 verse 7, anasema cast all your cares unto him, for he cares for you. So I have come to tell you, God, if you forget any other thing, remember I have said our message is God will fix it. Mungu atafix hiyo jambo. Hiyo problem unaona kubwa ataishughulikia. Itakuwa iko nyuma yako. Mungu ataondoa hizo struggles zako. Mungu atakuondolea hizo dhiki. Mungu atakuponya hayo magonjwa. Mungu atakupatia hiyo kazi unatafuta. The Lord will fix the problem. Imagine mwanamke hakuwa na solution, lakini alipoenda kwa Mungu, akaenda kwa mtu wa Mungu, alipewa solution. Hakuna shida ambayo haina solution. Mahali popote ulipo mpendwa, nimekuja kukuencourage ya kwamba kuna solution kwa Mungu. Kuna solution ya Mungu kwa Mungu ya hiyo shida ambayo unaweza kuwa unapitia. Cast all your cares to him. So the Lord will fulfill his purpose for you. You must remain steadfast in his love, because his faithfulness endureth. Psalms 108 verse 8 nasema, the Lord will fulfill all his purposes for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Imagine huyu ni David bado anazidi kutuonyesha how the steadfast love of our Lord will be able to fix our problem. So whatever you are facing, God will fix it. He cares, and he is going to do this for you. My prayer, or pray, that the Lord will help us to trust, to trust him to fix our problems. Amen. Ya kwamba Mungu ataweza kutusaidia kumwamini ya kwamba yeye atafix problems zetu. Wapendwa, jioni ya leo ningeomba Mungu awabariki
na awatende mema. Na kama ulikuwa umefujika moyo, niko hapa kukwambia kwamba Mungu wetu ako na uwezo wa kufix problem yoyote. Imagine David alifixiwa problem zake. Hezekiah akafixiwa problem zake. Peter akafixiwa problem zake, akiona kama mambo yake imefika mwisho, Mungu akamfix. Na hata huyu mwanamke akafixiwa problem zake zote na akaweza kufaulu katika maisha yake. Kwa hivyo nimekuja ni ku-encourage jioni ya leo. Mungu akubariki na kutende mema. Allow me to pray as we wind up in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu, naomba kwa ajili ya msikizaji wangu mahali popote alipo, ule ambaye ako katika dhiki na shida na amekubwa na mambo yamemsunguka na anashindwa vile atafanya. Baba, ninaomba ya kwamba ukamkumbuke, ukafix problem zake. Wale hawana fedha ukawape fedha, wale wakumepitia vita ukapigana vita zao, na wale wagonjwa ukawaponye, na wale ambao Bwana wanakuhitaji kwa mahitaji tofauti, ukakutane pamoja na wao na ukawatende mema kwa utukufu wa jina lako. Uinuliwe na uhimidiwe, kwa sababu naenda kuwatendea watu wako kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen and amen. God bless you na Mungu awatende mema. I want also to remind you, kama vile nimekwisha kusema, ya kwamba kesho tuko na ibada, na hiyo ibada ni anointing service pale Bible Truth Revival Ministry, na our Archbishop Dr. Stephen Waweru Mwangu will be preaching. And your anointing service, everybody is welcomed. God bless you. Have a wonderful evening. So, Mungu awabariki. I wish kwamba nitakuona katika ibada hiyo. Mungu awabariki. Until next time, see you. Bye.